nisikilize kwa makini. Sawa? Hapa umefika mahali sahihi. Mahali ambapo jambo lako linakwenda kukwisha. Sawa? Sasa huu unauona hapa, huu ni mfupa wa samaki. Tena samaki mwenyewe ni shoga. Sawa? Huu mfupa nilizamia kipindi kile meli ya Titanic. Unanimenya? Meli ya Titanic ilipozama. Sawa? Na mimi nilizama kwa chini, nikakutana samaki shoga. Samaki moto. Sawa? Sasa huu mfupa nakupa umpelekee pale atakapoenda kuzagamuana, kushenyenta. Sawa? Uweke mfupa kwa chini, mwambie uweke kwa chini yake. Sawa? Shika. Bwana, kwanza mtaalamu, nashukuru sana. Yaani nashukuru kwa hii dawa ya kwako uliweza kunipatia. Kwa maana bwana, unajua mtaani matapeli ni wengi sana. Waganga matapeli ni wengi sana. Tena sasa hivi wameenda viral sana. Wanabandika paka mabango yao kwenye naniliu. Kwenye mamistimu, wameenda mbali zaidi, wanapiga promotion paka Instagram. Lakini mganga wewe umenyooka. Yaani uko straight forward. Sasa bwana, mimi nashukuru. Hii dawa nitampelekea yule mdogo wangu. Yule mdogo wangu bwana, nguvu zake ziko chache sana. Yaani mpaka kuna muda nafika natamani nichukue nguvu zangu mimi nimpe yeye. Kwa maana mimi mtaani hapa wananijua watoto wa kike kwa maana ninavyopeleka mashine. Mashine nikipanda juu, mashine napiga kweli. Lakini yule ndugu yangu sijui zile nguvu amechukua upande wa umamani kule. Kwa maana upande wa umamani siwaelewi, yani wajomba siwaelewi. Kuna muda wanakuwa kama vile wanatoka, kuna muda anaingia. Kuna muda anatoka, kuna muda wanaingia. Yaani najiuliza kama vile sio wanakuwa na shida gani. Kwa hiyo nahisi zile nguvu atakuwa amechukua upande wa kule kwa umamani kule. Sema yote kesi. Kuna jambo hapo umeliongea. Umesema hii dawa akaichomeke, yani akaisimike au akaifukie chini. Sasa ndo na mimi najiuliza, mfano sasa ameenda kupiga mashine kwenye nyumba yenye sakafu, atachimbia chini wapi? Sasa hapo unanikosea kwa heshima. Sawa? Unavuniambia akapiga mashine kwenye sakafu, sio sakafu. Akakutane na mwanamke. Sawa? Asipige mashine kwenye sakafu, ataharibu uume wake. Sawa? Na inavyoonekana wewe ni mtaalamu haswa. Mtaalamu kumechisha. Huyu mtaalamu asijakaa kama vile tajiri Matula. Sasa bwana, mimi nashukuru. Hii dawa yako mimi nitamfikishia. Yaani nitamkazia kabisa, nitamwambia bwana kijana, unatakiwa utumie ili leo na kesho usije ukawa kidogo na mushkeli. Uwe kama sisi, Yaani asije akawa kama vile yake na tajiri Matula, ni mambo yao. Yeah, anyway. Nashukuru sana. Kwa hiyo bwana, mimi naomba nifikishie dawa. Yaani nisipoteze muda kijana, nimwaishie kidogo. Au unasemaje bwana mtaalamu? Acha shobo. Naye namba mkono anajifanya kishobo. Basi sawa bwana, mimi nitarudi siku nyingine bwana nilio. Na kama dawa itafanya vizuri, nitakuletea zawadi, nakwambia nitakuletea mshangazi huu. Nitakuletea mshangazi huu upige mashine mtaalamu mpaka wewe mwenyewe unasema kweli kijana umefanya jambo zuri sana. Nashukuru bwana. Nashukuru, naondoka mimi. Shukrani bwana. Acha shobo. Umerimenya? Naondoka. Acha shobo. Sasampa. Huh? Bwana, nimetoa mbali sana hiyo mali mdogo wangu. Nimepambana sana mpaka nakuja kuipata hiyo mali. Sawa? Sasa nimekuletea, nataka unisikilize. Nataka unisikilize kwa masikio yako yote mawili, kwa maana wewe kila siku mambo ninayokuambia unataka tabia kunisikiliza. Mwisho wa siku unakuja kufeli, unakuja kwanza kunilaumu. Naomba unisikilize kwa umakini sana maelekezo nitakayokupa kuhusu hiyo dawa. Sio, unanielewa? Achana mimi kwanza. Naomba unisikilize kwa makini. Umeshaniletea mzigo. Acha shobo. Nilikwambia nitafutie mzigo. Kinachofuata hapa ni spako. Utapata kwenye vyombo vya habari ndugu yangu. Utahadisiwa. Kijiji kizima hichi utakuwa unahadisiwa kwamba
Mtua ametrendi kwa sababu ya Sparko. Umeshanipa mashine ya kazi moto. Acha shobo ndugu. Shida dogo unapapala. Mimi nakwambia tena. Tatizo lako dogo unapapala sana. Unakijua kile kidude cha kuku kile kinachokaga kwa nyuma kule. Tunakita kisuti. Kile kisuti ndio wewe. Kile cha kutolea mavi. Hicho ambacho kinakaga kwa nyuma kile kina mafuta mengi kisuti. Ndio wewe. Tatizo lako unapapala sana. Narushia bwana wewe. Ndio maana unafeliga kwenye mambo yako. Sasa wewe nakupa dawa, baada utulie usikilize maelekezo, unajifanya mimi nataka nikapige Sparko. Angalia. Utafika huko baada ya watu kupiga Sparko, watu watakupiga Sparko wewe. Mimi nakwambia tena. Shobo. Umepiga master punyeto sana. Mimi naenda kutoa kichupa. Sasa naenda kutoa kichupa. Yaani leo ni moto tu. Moto. Fire. Shobo. Sikiliza maelekezo dogo. Dogo sikiliza maelekezo. Tatizo lake huyu mtoto papala nyingi sana. Anajifanya ukimwambia kitu, mimi naenda kupeleka moto, sio mimi naenda kupiga Sparko. Shauri yako. Wanasema jogoo wa shamba wiki, shauri yako. Wewe unajifanya jogoo huyu apande mtungi, watu watafika huko jogoo tena hatoshinda kupanda mtungi. Watu watashika jogoo, watachinja, watakula kwenye Pasaka na mwaka mpya. Mwisho siku hapo utakuja kwa kama matula. Wote watakupelekea moto mdogo wangu. Hizo dawa zina maelekezo hizo. Nenda uko changanya utakuja kwa kama Ankoti. Watu watakulamba kiboga hicho. Alafu baadaye uje uanze kulaumu watu hapa. Blaza kaniletea mali feki. Kumbe umeleta ujinga mwenyewe. Hivi Mtwa, haya mambo unanifanyia ni mambo gani? Yaani kila siku mimi na tunapokutana kazi ni ile ile. Mtoto watu nahangaika, nafanya kila kitu, nashika sehemu zingine hazishikiki, naamba vitu havilambiki, lakini dudu limegoma kabisa, halitaki hata kusimama. Niambie basi kama una shida tujue tunafanyaje. Kuliko wewe mambo unaonifanyia mimi kama mtoto wa kike, unafikiria mimi naenda kupata wapi haja zangu? Wewe ndio mwanaume wa kutoa haja zangu. Haya, ninavyokuja kwako, hamna chochote kinachofanyika. Kila siku ni vile kunigelagaza, kunishikashika, nimehangaika mtoto wa watu, lakini wapi? Umeniacha hapa na madudu yangu kibao, naenda kuyatolea wapi? Unajua yote haya ni Lochwa. Lochwa ndo kanikomoa. Lochwa ndo kaamua kunifanyia haya aliyoniamua kunifanyia. Nilimwambia kistaarabu, Lochwa nitafutie kitu ambacho kitanipa nipeleke Sparko. Kitu ambacho kitanipa nipeleke moto. Lakini Lochwa kitu gani alichonipatia? Lochwa. Yaani Lochwa amesikia. Na Lochwa anaingilia nini kwenye swala la mimi na wewe? Lochwa yeye ndo kutoka kuleta hapa? Au huyo Lochwa hapa anaingiaje? Anaingiliana vipi kwenye swala la mimi na wewe? Mtwa. Lochwa. Sikilize. Yote haya kasababisha Lochwa. Mimi niliamini moja kwa moja ataniletea dawa mzizi ambao nitakupelekea spam. Nitakupelekea Sparko. Lochwa. Na kupata huko. Flash du. Walini. Mimi nitakamata na kuua. Najua tu. Ndio upogo hivyo tu kila siku wewe ni hivyo tu. Leo ndo mama uje na Lochwa. Fresh. Ha. Wewe uko vipi? Mbona sikuelewi?
Unakuja unaongea maneno yako, mara nini unanikaba, shida nini? Si uongee au? Umenikosea sana. Umenikosea sana ndugu yangu. Mimi naenda kule nafika. Msiko usimami. Yaani msiko tu. Hola. Shida yako dogo, unapapala sana alafu una kipwitopwito. Mwanzo nilikwambia kelele acha, mapepe punguza, kisuti punguza, lakini wewe ukajifanya wewe unajua kila kitu kwenye dunia, ukajikuta una haraka, ukajikuta una upwiru kama vile umetoka gerezani. Sasa hayo ndo madhara yake. Nilikwambia tulia, nikupe maelekezo ya dawa, ukajifanya unajua kila kitu kwenye dunia. Sasa ukiniambia mapema. Sasa nakwambiaje mapema wakati ulikuwa na haraka? Una kimwicho. Sasa haya ndo madhara yake. Sasa sikiliza. Nenda kwa mganga, mwambie mganga chakula lazima. Yaani kama gari kwenye mlima limezima chui. Hakuna kitu. Na hapo bado jogoo hajashindwa kupanda mtungi. Yaani jogoo atashindwa kupanda kila kitu. Na mwisho wa siku watu watabeba jogoo, watachinja, watakula kwenye Pasaka, watamaliza watakula na Krismasi. Hapo si bado? Hapo bado. Yaani hapo bado. Sasa hapo kama ukichinja jogoo na mimi nitakula au? Utakula nini? Jogoo. Na nikwambie tu kitu kimoja. Sawa? Sasa hivi si unasema kwa mtandao ufanye kazi? Huo mtandao utazima kweli. Utazima kama alivyozima mtandao TCRA kipindi kile cha maandamano, utazima. Utaenda mbali, utakuja utazima kama TikTok ilivyozima. Sio unanisoma? Yaani sasa hapa sikiliza. Wakizima TikTok mimi nazima Facebook. Bado hujasema, watazima kila kitu. Nakwambia. Na utaenda mbali sana. Watu watakuwa wanakufanya kama roundabout, wanakugeuza tu. Yaani roundabout nipe mzuka. Wewe si unajikuta wewe mwamba, unajikuta utaki kuelewa, utaki kusikia maelekezo. Shauri yako. Twende kwa mganga. Mganga utaenda na nani? Si unaenda kwa mganga wewe. Nani? Wewe. Dogo jishikilie wewe, mpumbavu nini? Nimejishikilia tayari, twende kwa mganga. Locha. Ni kwa bure mimi. Bwana mtaalamu, nilikwambia siku ile kipindi natoka. Nilikwambia kwamba bwana, mambo yakienda vizuri nitakuletea, nitarudi. Na nikirudi nitarudi na mshangazi upige mashine. Sasa leo bwana nimerudi. Usichekeshe ukazani kwamba huyu ndo ule mshangazi nilokuambia. Huyu bwana nilomleta hapa ndo yule demu wa nani wa ndugu yangu ambaye alitakuwa akapige mashine. Sasa nimerudi hapa, mambo yameenda tofauti. Ile dawa inaonekana kweli dawa mashine. Lakini sasa mashine yenyewe ile sijui mashine ya kukoboa unga. Sijui unanisoma? Sasa huyu ile siku ile walivyoenda kupiga kule mambo yaligoma. Sijui unanisoma? Yaani minara haikupanda kabisa. Kijana kila akiwasha generator linazima. Kila akivuta aliwaki. Wamebusti, unaambiwa mpaka na naniliu betri za volti 28 zimepigwa mpaka volti 500, lakini mali wapi nyanyuki. Sijui unanisoma mtaalamu? Kwa hiyo sasa nimekuja hapa ili tujue tunafanyaje ili swala. Sielewi, yani nachanganyikiwa kabisa. Ndio maana nimemwona nije na mlengwa mwenyewe mpigwa mashine, labda tatizo linaweza likawa hapa. Nimekosea masharti. Sawa. Labda tumuulize mlengwa. Sawa. Mlipelekana wapi wewe na bwana wako? Kiukweli mtaalamu, si tulienda kufanyia mapenzi polini. Nimekosea. Umalaya huo. Unakumbuka nilikwambia, sawa? Wakafanyia mapenzi ndani. Sawa? Na kile kimfupa nilichokupatia, sawa? Wakaweke chini ya godoro. Ndugu yenu anapoelekea anaenda kuwa shoga. Tena mwisho wa siku sasa, sawa? Atakuwa shoga mwenye mkia wa samaki.
Bwana mtaalamu, ngoja bwana kwanza, taratibu. Unajua unaposema neno shoga, shoga ni neno zito sana. Alafu ndio maana mimi nikaona mambo asije kwa mengi. Nikaamua nije kwako umsaidie. Sasa unaposema hata kwa shoga na yule tayari mtoto wa kiume ndugu yangu, watu wampelekee mashine, sio vizuri. Mtaalamu, wewe unasifika hapa, kazi yako ni kubwa sana. Kwa nini mpaka we shoga? Tusaidie mtaalamu. Unampenda kweli? Mtaalamu naye mbea, sawa sana kumpenda kweli na kuhusu nini? Wewe tunakwambia umsaidia sio shoga. Wewe unataka kupenda tena. Nilikupa mfupa wa samaki. Tena mfupa wa samaki shoga. Lakini masharti mliyofanya mmekosea. Kwenda kufanyia mapenzi kwenye mapori. Sawa? Sasa nisikilize jambo moja. Sawa? Inabidi uondoke ukatafute ule mfupa na urudete hapa. Sawa? Lakini huyu mgeni inabidi uniache naye mimi. Unanimenya? Alafu wewe nenda katafute ule mfupa ulete hapa. Sawa? Sasa mtaalamu, hebu ngoja kwanza kidogo. Huyu abaki hapa kufanya nini? Unajua? Na huyu ndo anataka tukaongozane naye, kwa maana huyu ndo alienda kule siku ile kupigana mashine na ule jamaa. Huyu ndo anaelewa chimbo. Sasa ninaposema nimwache hapa, mimi mfupa nitautoa wapi? Lazima nitoke naye huyu mtaalamu. Au wewe unasemaje shemeji? Anabaki hapa vipi? Toka mwache huyu. Chagulia. Wewe mtaalamu, tatizo na tamasha kujua tu. Mimi nakuona tu toka kitambo, yani tamaa zako tu. Njoo. Dissolve!